The same story, new chapter. Tunapokutanisha mawazo ya watu, tunapoangalia yale yanayowakumba wao, kwani sisi hatujui ila ulimwengu wao unazungumza kitofauti. Najua wewe ni shujaa, najua wewe ni mpambanaji unayetaka vitu vya kutofauti kwenye jamii yako. Yapo yanayokufanya ufikirie sana zaidi na vile ambavyo ulivyo. Hii leo kwenye new story, the same chapter, wewe ni shujaa wetu. Basi tunaendelea tulipoishia kwa siku ya jana. Ni kukumbusha tu kwamba unasikiliza 98.7 Banana FM kutokea Shantytown, Moshi, Kilimanjaro. Tuendelea kwa siku ya jana ambapo Jennifer anasema kwa maneno na kwa yale mambo ambayo nimemwambia Tony, sasa ameamua kumrudishia pesa zake Sonia na kumwambia kwamba yeye Sonia na yeye mahusiano yao yaishi hapo. Jennifer anasema ni wazi kwamba Tony alikuwa anamtapeli tu Sonia, hakuwa na mapenzi yoyote na yeye, kwa sababu na alikuwa anataka kuondoka na mali zake na pesa hizo angempa, basi angemtapeli na Sonia asingepata chochote. Jana anasema kwa wakati huo sio kama sasa hivi, yani 5,000,000 ilikuwa ina hadhi yake fulani, yani ni pesa ambayo ina hadhi, ni kiasi kikubwa cha pesa kukipata sio rahisi. Yani na mtu atakayeona basi ni mtu ambaye ana pesa. Lakini Jennifer anasema yani yule alikuwa anataka kutapeli pesa zake tu, kama so kumjua mwanzo basi ningembembeleza Sonia kwa utapeli. Ningembembeleza kwa mambo ya hili, wewe angetapeliwa na bado angeachwa. Lakini at least ameachwa tu. Lakini bado roho inamuuma. Analia, anaumia kwa sababu G wake ameondoka. Tuelewane hapa. Kwa tukiwa tunamwongelea Tony kwa upande wa Sonia, tutamuita Godfrey au G. Lakini tukimwongelea kwa upande wa Jenny, tutamuita Tony kwa sababu hili ndio jina ambalo tulikuwa tunalifahamu toka mwanzo, au tumuite kaka jambazi. Tuendelea. Kwa hiyo ndio kaka jambazi ambaye alikuwa ni Tony, ambapo Sonia anamjua kwa jina la Godfrey. Sasa tutafahamu lipi ni jina lake halisi na lipi alikuwa anaongopea. Jennifer anasema wifi yangu alilia sana, nilijitahidi kumtuliza, calm down, ya kutaka kwenda chuo. Yani Jennifer anasema mimi binafsi nimekuwa na mahusiano kibao, lakini sijawahi kulilia mapenzi kama alivyokuwa analilia Sonia. Alafu nikawa namuangalia Jennifer anasema saa nyingine anambembeleza na muangalia, nasema wewe ni mtoto wa kitajiri, kwa kuna pesa, anaishi maisha mazuri, hana stress za kupata pesa na nini, lakini ananilia mapenzi like this. Yana analia mapenzi usiku kucha, mchana mpaka anashindwa kwenda chuo. Hadi anakataa kula. Jana lazima nilikuwa namwangalia nyingine na mstaajabu. Natamani hata nimpige. Mwambie nyamaza wewe, acha ujinga vile tu. Sasa inabidi nimbembeleze kihuruma, nimfariji. Lakini jana nasema najiuliza mchana kwa jana nampenda mtu kiasi hichi mpaka analia kiasi hichi. Jana nasema mimi na ukubwa wangu ule sijawahi kuumizwa na penzi yoyote. Sijawahi kuumizwa wala tu. Sijawahi kuteseka nafsi kiasi hicho. Kwa hiyo Jana anasema mimi nikambembeleza niwezavyo, nikafanya kila kitu niwezavyo, lakini bado haikutosha. Jana anasema mimi nimeenda chuo, kesho yake nimeenda zangu mimi chuo kawaida, kwa sababu yeye hataki hata kwenda chuo, hata kikula kwa wakati paka mbembeleze, anakula kidogo, analia kama amefiwa. Anasema hata mfiwa aliki yasikile. Yani hata mtu ambaye amefiwa, Jana anasema naongea naye nampa maneno kumfariji, lakini bado analia. Hadi nilimshirikisha na Felix kaka yake, ili basi hata ajue nini atakifanya kwa mdogo wake, nikamwambia hali ya mdogo wake ilivyo. Jana anasema siku nimeenda chuo, nimerudi, nimekuta pale kwenye ile apartment, yani mlango ni kama umerudishiwa tu, hujafungwa vizuri, yani pako kama mtu alitoka speed. Jana anasema nakuja napigia simu ya Sonia naitia ndani. Nikiuliza Sonia amefanya nini tena? Kaamua kufanya nini? Jana anasema mazingira yanaonekana kama
yani kuna maji, sio ni matapishi, sio ni mtu ametapika, lakini hakuna mtu. Yani anasema nilipiga simu ya Sonia bila mafanikio yote kwa sababu ilikuwa iko ndani. Kwa hiyo nilipoona napiga simu Sonia iko ndani, nikawaza nifanyaje. Namuuliza nani? Kwenye ile apartment zipo sema ndani ya gate ziko nyumba nyingi, lakini kila mtu yuko na business zake. Nikasema ino ngoja nikamuuliza mlinzi. Mlinzi anasema ndugu yako alipata shida na kaka yenu, nasema sio ile karijua ambayo sisi sote ni yule ni kaka yetu. Nasema kaka yenu alikuja akamchukua kumpeleka hospitali, mimi ndo nilimsaidia kumtoa kumuingiza kwenye gari kumpeleka hospitali. Nikamuuliza kuna nini, akaniambia mpigie kaka yenu simu ataeleza. Jana nasema nilimpigia simu Felix ya kuwa anaokota kabisa, hakugusa simu yangu. Alikuja kunipigia baadaye kama baada ya dakika 45 lisaa hivi linaenda. Nikamuuliza Felix kuna nini, uko wapi? Akaniambia nipo hospitali. Nikamwambia imekuwaje? Akaniambia nimemkuta Sonia amekunywa sumu. Akaniambia amekunywa sumu. Sumu gani? Mbona? Akaniambia amekunywa ajanywa sumu, kwamba ni sumu ya kuua dudu nini, amekula dawa nyingi kupitiliza, alitaka kujiua. Ninasema nilishtuka. Nikasema kama kaka yake akuja. Na mimi niliongea naye asubuhi, nikamwambia ukipata nafasi njoo muone mdogo wako. Hayupo sawa, uje uzungumze naye ufanyaje? Hayupo sawa. Nasema nilishtuka niliposikia alijaribu kujitoa uhai, kujiua eti kwa sababu tu ya huyu Tony. Anamjua Tony vizuri kweli. Yani akija kujua kwamba ni jambazi, roho yake itaweweseka miaka nenda miaka rudi. Jana anasema nilitafuta utaratibu wa kwenda hospitalini na nilifika hospitalini. Na Felix ananiambia kwamba anatamani kukutana na mtu ambaye anamtesa mdogo wake kiasi hicho. Akaniuliza na Imani unamfahamu? Jana anasema ni kweli namfahamu, lakini mimi mwenyewe nitampata wapi? Na mimi nikamjibu hivyo, nikamwambia namjua kwa sura, nikimwona namjua, na anaitwa G Godfrey, anamuitia mwenyewe G, lakini sijui pa kumpata. Mimi anayejua kumpata ni Sonia peke yake, ni yeye. Na Sonia pia yani akimpigia simu amemblock Sonia. Hata kama hajamblock basi apokee simu zake anazikata, hapokee simu za Sonia. Kwa mimi sina pa kumpata. Anasema mdogo wangu ana hali mbaya. Anasema yeye Felix akamwambia mdogo wangu ana hali mbaya. Ni mapenzi gani anamfanya anataka kutenda kitu cha katili kikubwa kama hiki? Jana anasema nilimuomba tu kaka yake asiseme nyumbani, maana itakuwa big issue. Akawa ananiuliza what if kama asipopona unaponiambia nisiseme nyumbani? Nikamwambia hapo ni shule nyingine, lakini na imani kwa sababu ameshafika hospitali atapona. Akaniambia ni kweli atapona kwa sababu nimemwahi. Na sijui kama mimi nisingefika ingekuwaje. Kama mimi nisingeenda, huenda mdogo wangu angepoteza uhai kwa sababu tu ya mapenzi. Anampenda mwanaume ambaye ampendi. Yani sijui kwa nini. Jennifer anasema niliogopa, yani nikamwambia tu ili kumchungia asigombezwe nyumbani, asifanyaje, yani usiseme tu kwa wazazi, kama atakuwa sawa sitaongea naye, tutajua nini cha kufanya. Jana anasema kweli Sonia alikuwa sawa, baada ya siku kadhaa akapona, akawa sawa, lakini hajaacha kulia, hajaacha kumzungumzia Yoji, hajaacha kusema kwa nini ameniacha, sijui kwa nini. Yani Jana anasema namshangaa. Anasema mimi nimeshawahi, sijui labda mimi sijai kupenda kama yeye, yani labda mimi ndo nikajua. Jana anasema paka nikajua labda mimi mbona mimi kama sijai kupenda, kwa sababu Jana anasema alikuwa anateseka, eti ameachwa, analia paka anataka kunywa sumu. Anasema tukampaka asili pale na kaka yake, tunaambia kujua suluhisho na nini, kuongea naye kama tatuelewa. Anasema alikuwa anajidai kama ametuelewa, lakini bado akikaa mwenyewe majozi yuko nayo, kitu yuko nayo. Lakini anasema kakake alisema kwamba anahitaji mtu wa kwenda kuzungumza na huyo Tony ambaye ni G Godfrey. Anahitaji mtu amwelekeze sehemu kwenda kuzungumza naye, anataka azungumze naye. Nikamwambia Felix, unataka kuzungumza naye nini? Mtu huwezi kumpangia, huwezi kumlazimisha, huwezi kufanya chochote. Akaambia hapana, mdogo wangu anateseka sana na nini. Hivyo. Anasema mimi sikuwa najua wapi anapatikana. Sonia mwenyewe ndo anajua wapi anapatikana. Ukimuuliza yana kazi ya kulia tu. Yaani ukizungumzia jina la huyo mpenzi wake ana kazi ya kulia tu.
Kwa hiyo Jane anasema mimi, anasema wakati ameanza kurecover, wifi yangu ameanza kurecover, Felix wamerudi zake nyumbani, yuko anaendelea na mambo yake. Mimi sasa nikawa nimebaki na Sonia na niomba nikaongea na Tony, akaniagizia hadi sehemu anapopatikana, sehemu ambapo anapokaa akaniagizia. Jennifer anasema nikatoa mguu wangu kwa sababu ya wifi yangu. Nikasema siwezi kuona akiwa anateseka hivi, anaendelea kuteseka hivi, ili recover yarudi kwenye hali yake. Nikaribia wiki ya 3 inaenda ya 4 tumalize mwezi, lakini hajamsahau, analia, anafanyaje, anaumia mpaka hivyo. Mpaka nawaza masuala ya kujitoa wai, mpaka naogopa kumwacha ndani mwenyewe, na hisi atajua tena, japo mwenyewe ananiambia sikufanya tena, haiwezi kujifanyia ukatili wa design hiyo tena na nini. Lakini ndio hivyo. Jana nasema nilifanikiwa kufika nilipoagiziwa na Sonia mahali pa kumpata nani huyu wa Tony, ambapo Sonia anamuita G. Nasema nilipofika niligonga mlango. Nasema nilipogonga mlango alifungua. Nasema lakini alifungua mwanamke. Nikauliza kama nimemkuta mwenyewe. Je, nasema nilimuuliza kama nimemkuta mwenyewe kwa sababu sikujua nimuulizie nimemkuta G au nimemkuta Tony. Yaani sikujua niulize jina lipi. Akaniambia yupo. Akuniuliza nani? Akaniuliza tu yupo. Sema nilimuona Tony kwa nyuma amekaa kwenye kochi. Anasema baada ya kunifungulia nikaingia, nilivomkuta na yule dada, yani nikasikia hasira zaidi. Je, nasema ni kama vile mimi ndio nimefumania. Nilisikia hasira, nikajikuta paka nimeshindwa kujizuia. Na nikajikuta naambia yule dada toka nje, nataka niongee naye. Akaniambia nikamwambia ndio, hujanisikia? Toka nje. Jana nasema wakati yule dada anajivuta kutoka, mimi ni mgomvi. Jana nasema mimi ni mgomvi, mimi ni mshare. Nikamvuta yule dada na kiwigi chake nikakitanguliza nje, nikamwambia toka nje, nakwambia utoke. Unajivuta nini hapa? Jana nasema yule dada akapanic, anataka kuja kunifuata. Nasema jana nasema nikamvuta kwa nguvu, nikamtoa nje. Wakati huo na Tony anatutenganisha ili nisiendelee kumpiga. Jana nasema nilimtoa nje, alafu Tony akafunga mlango kwa nguvu, akaniuliza ni nini hichi nafanya. Nikamuuliza wewe ndio nini uniambia unafanya? Yaani ni ujinga gani unaofanya? Akaniambia mbona umekuja kwangu unaleta fujo? Nikamwambia kwa sababu wewe uthamini wanawake. Unawafanya wanawake vile ambavyo unataka. Kwa hiyo umewachana na Sonia huko na huyo. Akaniambia je, wewe ni rafiki yangu Genwiz? Nikamwambia urafiki gani? Na umeniita jina, yani bado unanikumbuka, unaniambia ni rafiki yako, yani unajaribu kuniambia eti je, wewe ni rafiki yangu? Mimi urafiki wa kike na wa kiume wa kukaa chumba kimoja kuja kutembeleana na mimi si ujue, na ujue vizuri sana. Hakuna cha urafiki hapo. Yasema nikuta nimekuwa mkali. Nika cool down. Akaniambia imekuaje umekuja kwangu? Akati siku zuri nifukuza na kuniambia mimi nitapeli na nini tena, ukaniambia unajuta kukutana na mimi tena. Jana nasema kweli ni maneno ambayo nilimwambia kwamba najuta kukutana na yeye na nini. Nilimwambia maneno makali siku zile. Lakini nikamwambia nimekuja kwa sababu ya Sonia. Nikamwambia akaniambia tena nilijua umekuja kwa ajili yangu, kumbe kwa ajili ya Sonia. Nikamwambia embo acha mambo yako ya kijinga. Embo acha kuwaza ujinga. Nimekuja hapa kwa sababu ya Sonia. Akaniambia nawezaje kuacha kuwaza ujinga wakati ni mwanamke ambaye nilikaa naye kwa muda mchache tu, lakini nikatokea kukupenda. Nikamwambia Tony, stop it. Acha ujinga. Nimekuja hapa. Hivi unajua kwamba Sonia amejaribu hadi kujiua kwa sababu yako? Nikamwambia nini? Akaniambia yes, amejaribu hadi kujiua kwa sababu yako. Yeye anasema wakati mimi nimekuja nilikuwa na ujumbe kutoka kwa Sonia. Na anasema nilimkabidhi ule ujumbe. Na jana nasema kiukweli mimi mwenyewe sikusema kwamba eti nisijaufungua, japo nilipoa umefungwa, kikaratasi kimefungwa, lakini Jennifer anasema kiukweli mimi uzalendo wa kutembea na kitu sijui kimeandikwa nini si wenzi kutokuweza. Kwa hiyo Jennifer anasema nilipofika njiani tu nilikifungua, nikakisoma, nikakifunga. Na Jennifer anasema kilikuwa kimeandikwa kwamba anamuomba msamaha. Yaani anasema yeye hajamkosea chochote, lakini anamuomba msamaha. Anamwambia kwamba atafanya chochote anachokitaka, kama ni kuhusu pesa basi asijali, ataiongezea hiyo pesa na atampa kiasi chochote kile anachokitaka, ili mradi aendelee kuwa naye kwenye mahusiano, na ikiwezekana amuoe kabisa, hata kama ataka kumuoa kwa sasa hivi.
Jana nasema nisoma kile karatasi nikaona kweli Sonia anachanganyikiwa au ni utoto au ni nini, nikashindwa kumuelewa. Lakini anasema anyway nikajipeleka kwa mwenyewe mhusika, akacheka kwa dharau. Sema baada ya Tony kusoma kile karatasi akacheka kwa dharau, yani ile yani anacheka kwamba kitu ambacho akifai wala kiwezi kutokea. So baada hapo akakishana kile karatasi mbele yangu, afu akanitupia ile makaratasi mimi. Afu akaniambia mimi nakutaka wewe, simtaki Sonia, nakutaka wewe. Jana nasema kiukweli mimi mwenyewe yani nikimwangalia Tony najisikia yani mwili wangu kama yani najisikia nawaza vitu vingine tofauti. Kiukweli ni mwanaume ambaye nikimwangalia napata hisia za ajabu sana. Yani ananivutia machoni mwangu kutoka ile siku ambayo nilimuokoa ili asikamatwe na mapolisi. Ndivyo ambavyo nilikuwa najisikia na ndivyo ambavyo najisikia siku zote nikimuona. Wakati mwingine najilazimisha tu kutoa maneno mabaya, maneno machungu juu yake, lakini kweli ni kwamba mimi nampenda Tony. Yani najisikia yani nasikia ile na ninahisia na ninajisikia ninampenda. Lakini nimekuja pale kwa ajili ya Sonia, nikamwambia nilikuwa namuelewesha. Jennifer anasema nimemuelewesha sana. Akaniambia kwamba mimi hivi kweli kiniangalia mimi ni mwakumuoa mwanamke kwa sababu ya pesa zake au kwa sababu kuna pesa. Mimi simtaki Sonia. Yani sina shida na Sonia na siwezi kuwa naye kwa sababu hizi nijipatie kipato. Siwezi kumuoa mwanamke kwa sababu ya pesa. Siwezi kufanya hivyo. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo siwezi kabisa kulifanya. Kama nitataka kuoa sio sasa, na ikifika wakati wa kuoa mimi basi nitamuoa mwanamke ambaye nimpendaye. Anasema akanisogelea akiniambia kwamba anatamani kama mwanamke mwenyewe ningekuwa mimi, lakini ni vile tu tayari ni mchumba wa mtu. Na anasema anatamani kwamba anitoroshe nipeleke mbali ili basi tukaishi pamoja, tukakae pamoja. Anasema ile maneno anayozungumza Tony karibu yangu nasikia mpaka kizunguzungu. Anasema ninatamani tu kifuatacho aseme chochote. Ninatamani kama nisingekuwa mchumba wa mtu mimi, nisingekuwa ni mchumba wa Felix kabisa. Natamani hilo. Anasema nilikuwa nimebaki nimeganda tu kama nimegongolewa. Siongei chochote, siwezi kufanya chochote kile. Anasema Tony alikuwa ni jambazi tu, sio jambazi wa mali, ni jambazi wa akili ya mtu. Maana Jennifer anasema nilibaki nimemwangalia machoni na akiwa ananitazama. Na Jennifer anasema nilijikuta nimeshafika kitandani kwa Tony. Alinikumbatia na nikakuta tayari nimeshafika kitandani kwa Tony. Na yuko anafungua shati langu ambalo mimi nilikuwa nimelivaa. Jennifer anasema nilikuwa nimevaa shati lina vifungo mbele. Itakuwaje? Jennifer ametumwa, Sonia amemtuma akamwombe msamaha, akamwombe kwamba Tony warudiane naye. Lakini yeye Jennifer amefika kule na Tony amefanya mengine tofauti. Watafanikiwa kufanya hivyo? Nini ambacho kitatokea? Kipi ambacho kitatokea? Tutafahamu siku ya kesho nini kitaendelea kati ya Tony na Jennifer, ambaye kwa Sonia Tony ni Godfrey G, naweza kumuita G. Kipi ambacho kitatokea? Jamani, harusi ipo haipo? Mimi na wewe tuulizane. Kasheshe Jeni ana kasheshe. Mimi naitwa Madam T, endelea kusikiliza 98.7 Banana FM. Niwatakie jioni njema.